Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Edgar Susesa, natokea Chuo cha Biblia Arusha, Ngaramtoni. Leo nimependa nishirikiane na wewe somo linalosema madhara ya kusema uongo. Maandiko ya somo hili yanatoka kitabu cha Mithali 6:16 hadi 19. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na midomo imwagayo damu isiyo na hatia, moyo wazao mawazo mabaya, miguu iliyo mwepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Na katika andiko hili tulilosoma, maneno ambayo tunapigia mstari kutokana na somo hili ni macho ya kiburi, ulimi wa uongo. Neno ulimi wa uongo, na hapa mstari kuna sema shahidi wa uongo asemaye uongo. Sasa hayo maandiko yanazungumzia kwa habari ya nini? Ya uongo. Watu wengi sana wamekuwa wakisema uongo na wanachukulia uongo kama kivumishi, yani kama jambo la kawaida tu. Yani hakuna hofu yoyote. Mtu akisema uongo anaona jambo la kawaida kabisa, kimdanganya mtu anaona jambo la kawaida kabisa. Lakini nataka nikwambie ndugu mpendwa unanitazama, ni kwamba jambo la kusema uongo si jambo la kawaida, ni chukizo kwa Mungu. Maana Mungu amesema katika vitu sita anavyovichukia ni ulimi wa uongo, na pia anachukia shahidi ya uongo asemaye uongo. Kwa hiyo Mungu anachukia mtu anayesema uongo. Ukisoma pia Mathayo 12 mstari 36-37, mstari 36-37, maandiko yanasema hivi, 36, basi nawaambia kila neno lisilo na maana watakao inena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Maandiko sasa kila neno tutakalo inena ambalo silo baya, Biblia inasema tutapata hukumu wa neno hilo. Kila neno lisilo na maana. Sasa tunaposema neno lisilo na maana, kuna maneno ambayo yasio na maana ambayo tunayazungumza mengi, maneno ya mizaha, maneno ya uongo, matusi. Sasa maandiko yanasema kwamba katika maneno tunayosema kila siku tutatolea hesabu siku ya mwisho, tutahukumiwa kwa maneno hayo. Sasa labda niseme kwamba uongo ni nini? Tunaposema uongo ni kusema jambo fulani ambalo halina ukweli ndani yake ili upate manufaa fulani au kukwepa jambo baya lisikupate. Nitarudia. Uongo ni kusema jambo fulani ambalo halina ukweli ndani yake ili upate manufaa fulani au kukwepa jambo baya lisikupate. Yote hayo ni matokeo ya kuogopa wanadamu badala ya kuogopa Mungu. Sasa Luka 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5 ambao wanasema imetupasa kumwogopa Mungu si wanadamu. Yesu akasema msiwaogope wanadamu waweze kuwa mwili tu, bali mwogopeni Mungu aweze kuwa mwili na roho. Mungu anataka tumwogope Mungu, sio kuogopa wanadamu. Hasa unaposema uongo, kumdanganya mtu ili kupata manufaa fulani au kukwepa jambo bali sikupate, maana yake wewe unamwogopa mwanadamu badala ya kumwogopa Mungu. Sasa kwa nini watu wengi hupenda kusema uongo? Watu wengi katika dunia hii wanapenda sana kusema uongo. Jambo la kwanza, watu wengi hupenda kusema uongo ili tu kuchekesha na kufurahisha wengine. Inakuwa ni mizaha. Soma Zaburi 1:1 amesema msiketi barazani kwa watu wenye mizaha. Kwa unakuta watu anafurahisha kuchekesha tu, anasema uongo. Yaani katika mizaha hili anasema uongo. Na Mungu hapendi mizaha. Na jambo la pili, watu wengi hupenda kusema uongo kwa sababu ili asifukuzwe kazi. Anasema sasa hapa nikisema ukweli tafukuzwa kazi. Kwa anaona bora aishi maisha haya, anaona maisha ya kwenda mbinguni hakuna haja. Kwa anaamua adanganye tu, aseme uongo ili asifukuzwe kazi. Ajui kwamba hii kazi Mungu mwenyewe ndiye aliyempa, na Mungu mwenyewe akisema ukweli Mungu anaweza akamtetea. Kwa anaamua aseme uongo ili asifukuzwe kazi. Sababu kubwa anaogopa asifukuzwe kazi. Na watu wengine wanasema uongo ili apate kazi. Wengine wanasema uongo ili apate kazi. Kwamba anaamua kusema uongo, anasema wakati hawezi, anasema mimi naweza kufanya hii kazi wakati hawezi. Na wakati mwingine anaingia katika hali ya udanganyifu, anatoa vyeti feki ili apate kazi. Kwa hiyo au mtu ananunua cheti cha mtu alafu anaenda kukiombea kazi, anajitaja kwamba yeye ndio jina hilo. Kwa hiyo hiyo yote ni kusema uongo, hiyo yote ni udanganyifu ambao si mapenzi ya Mungu. Na watu wengine pia wanapenda kusema uongo ili asiadhibiwe au kugombezwa na bosi wake, asiadhibiwe au kugombezwa aidha na mume wake au bosi wake au baba yake. Kwa hiyo anaamua kusema uongo, na yote haya ni kwa sababu ya kuogopa wanadamu badala ya kuogopa Mungu. Na watu wengine pia wanapenda kusema uongo ili asifiwe au kuonekana yuko juu au aonekane yuko matawi ya juu. Utakuta mtu anasema mimi na ekari 50,
nazomiliki, wakati kumbe ana ekari 10 tu, ili tu aonekane tu yuko matawi ya juu. Watu wanapenda sifa, aonekane tu yuko kwenye viwango vya juu fulani. Au atamwambia mwenzake mimi napokea milioni 5 kwa mwezi, wakati anapokea milioni 1.5. Anasema tu aonekane tu, yani yuko katika viwango fulani vya kimaisha, lakini ukweli ni kwamba wala hayupo kwenye viwango hivyo. Kwa hiyo watu wengi wanapenda kusema uongo kwa sababu hizi ambazo tumetaja hapa, ndugu mtazamaji. Lakini niseme jambo moja hapa, tunaposema kwamba kuna madhara makubwa sana katika kusema uongo, kwamba ukisema uongo kuna madhara